Lakini kuna vitu ambavyo wanatakiwa tuvipitie sasa kama diwani wenu. Toka tumeingia tumefanya nini? Tuna ofisi yetu ya kata ambayo tayari tumeshaiwekea milioni 94 na iko 90% sasa. Kwa hiyo wananchi wote baada ya kukamilika ile ofisi, wananchi wote nitapitisha tangazo wa kata ya Rudete, mwenye shida, mwenye kero, mwenye ushauri, mwenye story. Kuna mwingine anapenda kuja kupiga story. Tukutane ofisi ya nini? Ya diwani. Nitakuwepo, nisipokuwepo atakuwepo katibu kusikiliza kero za wananchi. Kwa hiyo tunataka mambo yetu tuyapeleke kisasa, kwa sababu sisi wenyewe ni wa kisasa. Kuna machinjio yetu ambayo yako Merelani, nafikiri mnafahamu, yameshaingiziwa milioni 74, yako 100% kukamilika tayari, na ndio kazi ambazo zinafanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, na serikali yetu ipo kazini kama mnavyoona. Pia tuna vyumba vya madarasa Kagega, tuna sekondari tumejengewa pale na rais wetu, sekondari ya form 5 na form 6, na tayari imeongezewa tena vyumba vya madarasa ambayo imewekwa milioni 32 na 40. Lakini mimi kama diwani nilipeleka pale tofali 2000 kwa ajili ya vyumba viwili. Hii yote ni kuona, kwa sababu tunaona, mnauona hata nyinyi mnaona, kuna haja ya kuambiwa, si mnaona? Mko sawa kabisa. Lakini kuna ukamilishaji wa vyumba 6 vya madarasa ambao viko Mlando sekondari. Hii yote tunaisema kwa sababu iko ndani ya kata yetu, kata ya Rudete, ambayo imewekwa na CSR ya GGM milioni 20. Lakini vile vile kuna ukarabati wa stendi yetu ya mabasi. Kwa leo mliopita pale, nafikiri mmeona tayari tumetoa magari yote, ukarabati wa stendi yetu umeanza, upo, imeshawekwa milioni 40 na mkandarasi yupo kazini, muda si mrefu atamaliza. Lakini pia kilichonichelewesha leo, tuna mikopo. Ndugu zangu, chonde naomba mtengeneze makundi yenu, magurupu, muweze kuchukua mkopo. Halmashauri tunatoa mikopo, na kwa ushuhuda tulianza kuwapa Katoro Terminal, tulianza kuwapa mikopo wa pikipiki wa milioni 5, lakini leo nimekwenda kukabidhi Tata, gari kubwa. Ni watu ambao wameungana, wametengeneza kikundi chao, na tumewapa mikopo taratibu, wanarudisha, wametoka wakaingia kwenye bajaji, na wametoka kwenye bajaji. Leo tumewakabidhi Tata na tumekabidhi pikipiki, tumekabidhi wakina mama, vikundi vya wakina mama ambao ni washonaji, tumekabidhi vikundi ambavyo wanajishughulisha na upambaji, wananunua matenti, tumekabidhi zaidi ya milioni 800. Tumekabidhi milioni 850. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Tumetoa leo, na kwa kata ya Rudete tumetoa vikundi 5, kimoja kikipata Tata, ambao Jumapili kama kawaida yetu, mnajua na nyinyi hatunaga shughuli ndogo. Jumapili tunaizindua Tata, ipo imeshafika na wamekabidhiwa leo. Kwa hiyo tunawaambia wananchi kwamba sasa hivi mtembee kwa kujidai sana, tengenezeni makundi. Wewe, kuna hadi vikundi vya mbuzi tumekabidhi leo, vikundi vya mbuzi. Mtu anataka ufugaji wa mbuzi, milioni 5 tumemkabidhi. Kwa hiyo msiogope, fanyeni kazi. Diwani mnaye, mnatamba naye na ni jirani yenu. Kwa hiyo kazi, fanyeni kazi. Hata vijana wetu tunawahamasisha. Kuna kitu nimekisikia hapa kinaitwa mazombi. Huizi mazombi. Mazombi ni nani? Ni kukosa kazi. Waambieni watengeneze vikundi. Lakini pia tuna umeme. Natambua kabisa wananchi wa mtaa wa afya, umeme ni changamoto. Najua umeme ni changamoto. Bahati nzuri diwani wenu ana pikipiki. Kuna muda huwa anaamua kuchukua pikipiki na tembea na angalia eneo. Lakini mashahidi ni wengi tayari, masevea wameshaingia, na niliomba kulingana na uchumi wa wananchi wangu nao waona. Umeme wa laki na kitu hauwezi kutoa, wa laki 3 na kitu. Kwa hiyo nikaomba, tayari kuna mradi unaingia mwezi wa 6 mwezi wa 7 wa shilingi 27,000. Sehemu zote mtawekea umeme. Kinachotakiwa niseme nisiseme, maombi yenu. Kwa hiyo swala la umeme msilijadili, nalitambua na nalifanyia kazi. Uzuri damu bado inachemka.
Barabara tulianza barabara zetu kuzirudia kwa awamu ya pili, na mtambo wetu ukawa umepata kidogo hitilafu, lakini bahati nzuri leo asubuhi, hata kabla sijajua kuna mkutano huu, nimempigia mtendaji nikamwambia ile excavator iliyoko pale ikimaliza tu pale stendi ihamie huku kuja kumalizia barabara. Lakini bado matamanio yangu ni kufungua barabara hii iende katokee Mji Mwema, ndio matamanio yangu. Sio ukitaka kwenda mwananchi wa mtaa wa afya kwenda hospitali mpaka uzunguke CCM. Ninatambua, wala hamna haja ya kuniambia. Nimeshazunguka. Inahitajika madaraja, watu wao wanatoka hapa wanakimbia kwenda hospitali hapo au kufuata huduma, au mwingine inawezekana ameitwa na mtu fulani, siwezi kumsema, aanze kuzunguka huku, anamchelewesha yule mtu, kwa hiyo iwe rahisi kuvuka kwenda. Ninyi wananchi mnanipa mashaka. Kwa nini nikifika hapo mnafurahia sana? Na kwa nini kwenye hilo somo mnafaulu sana? Lakini niseme mtaalamu wetu huyu kwapi? Huyu wa hiyo zahanati yetu. Naomba hapa, nataka kidogo nikaze sura. Naomba wananchi wangu wasisumbuliwe. Naomba wananchi wangu wakina mama wasinyanyaswe. Nilitaka niongee haya na yeye akiwepo. Hatutasita kumfumbia mtu macho kama huduma zitakuwa ni za kulingalinga. Kuna mwingine unakwenda unaumwa, anaanza kuleta mapozi. Mara kaa huku, mara fanya hivi, mara zunguka, mara wewe umekaaje, mbona umeandika 4? Hospitali ile zahanati ni ya wananchi. Na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kafanya kazi kubwa kuleta vifaa pale. Kwa hatuhitaji mtu afanye kama pale ni mahali pa kwake binafsi. Kwa hiyo hilo naomba mlichukue, viongozi mlioko hapa, na mfikishe salamu kwamba tunahitaji kufanya kazi na tunahitaji uwe na wewe, kama umeteuliwa mkuu wa hicho kituo, basi ufanye kazi kwa wananchi kwa upendo. Mhudumie mwananchi kwa haraka zaidi. Kama kitu hakipo, basi mwambie hakipo. Sio tunaanza ujanja. Sitaufumbia macho. Lakini kuna hoja ililetwa hapa kwenye taarifa ya mwenyekiti, ilikuwa inasema fedha za ulinzi wa shule ya msingi. Falsafa ya serikali, lakini pia na ya diwani wenu, sitaki mwananchi asumbuliwe. Kuna mambo madogo sitaki asumbuliwe. Mambo ya 200 haya jamani, nataka nilitolee maelekezo hili. Yaani ni hulala kituketi. Weteke. Wa hulala. Tuliaji lolo. Mwenyekiti wa kitongoji. Hawa ni wananchi tunawafahamu. Na mimi falsafa yangu sitaki wawe na msongo wa mawazo. Nataka kila siku wakitembea, watembee kwa kujidai, watembee wakijua diwani wanaye, na diwani walimpigia kura, na Chama cha Mapinduzi walikipigia kura, kwa sababu ndio chama tawala. Nataka niseme neno moja hapa. Kipindi unasoma mapato na matumizi ya ujenzi wa ofisi ya mwenyekiti wa kitongoji, uliweka wadau, uliwasoma wote wadau, mkashusha kwamba wananchi hawajachangia chochote. Sasa na ulinzi kwanza, kwa kuanza kwa mwaka mzima, hao wananchi wasisumuliwe. Hao wadau ulivyoweza kuzitafuta hizi fedha, usitafute kwenye ulinzi. Hapo vipi? Wenyewe nimefika kwenye mshono. Hakuna cha 200, hakuna cha nini. Shule italindwa, walinzi watalinda, na atalipa mwaka mzima. Kwanza mtulie, mkae kwenye mtaa wenu kwa kujidai. Mmesikia? Mimi mwenyewe bado ni nani? Ni kijana. Njooni na mpango kazi mzuri, mfanye kazi. Acheni na masuala ya betting, ni uzembe. Wewe unaamka asubuhi unawaza kubeti, huwezi kuendesha maisha kwa staili hiyo. Njooni na mpango kazi, vijana wangu wa mtaa huu. Uchumi wa fedha mnao nyinyi, mmeulalia mlangoni. Mnanielewa lakini nachokiongea? Mmeulalia wapi? Mlangoni. Hebu tunyoshe mikono kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia oye!
Sijasikia. Samia oye! Bunge wetu oye! Salamu amezipata. Mimi nakupongeza. Amina. Unafanya vizuri. Asante sana bibi yangu, nakupongeza. Hivi toka tuongee ni kama sana. Nashukuru sana, sana barikiwe sana sana bibi yangu. Yaani kati ya watu watakao nilinda na wewe ni mmoja wapo. Asante sana bibi. Kwa majina yangu naitwa Moshi Matutu wa Matutu. Napenda kupongeza sana mheshimiwa diwani. Kwanza Mungu akubariki. Akubariki sana, tukuombee. Wanamtaa wa afya tumepata neema kubwa kuleta kituo hicho. Tukupa 5. Mungu akubariki. Nasikia wananchi wako huko nyuma walikuwa nasemaje, wa maraka gaitwa misungu noni wataka kajatuja iyo yomba yote atiziraga. Manake wananchi wa mtaa wa afya wanasema hivi, kwa nini asiendelee miaka 800? Nataka ngoja tusubiri muda wa maswali. Wamesema hata wazee uliposema wakulinde, wamesema utaendelea miaka 800. Kwa Misungwi na Jonathan Kazungu, kwa umoja huu na sisi wananchi, nafikiri kwa sasa mtaa wa afya ni ng'ara ng'ara. Hatuna mashaka na nyie, na wananchi hawana majungu tena. Tuko pamoja, tutafuata cheni zenu na sisi tutaendelea kuwashauri.